Yesu akaenda zake akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamuyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Nani mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Wapendwa katika Bwana, kulingana na maneno haya tuliyoyasoma, tunaongozwa na kichwa kikuu kinachosema tuvumilie hata mwisho katika Bwana. Tuvumilie hata mwisho katika Bwana. Wapendwa katika Kristo, kwa kawaida kuvumilia mara nyingi kunaelekezwa zaidi kwenye uchungu na uzito wa moyo. Kuvumilia ni kusubiri na kuwa na matumaini kwa kipindi kisichojulikana kwa uhakika kinaisha lini. Ndio maana ya uvumilivu. Somo tulilolisoma kutoka Mathayo 24:1-13 linaonyesha ishara za siku za mwisho. Bwana Yesu akiwa katika mlima wa Mizeituni akihubiri, alijibu swali la wanafunzi wake lililokuwa linauliza, nayo ni nini dalili za kuja kwako na mwisho wa dunia? Bwana Yesu anatahadharisha wafuasi wake akisema, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Ndugu zangu wapendwa, yawezekana tukawa kama wanafunzi wa Yesu, nikiwa na maana ya kwamba ndani ya mioyo yetu tunaweza kuwa na maswali kama ya wanafunzi wa Yesu kipindi kile, kwa sababu nyakati na majira aliyoyasema Yesu akiwapa tahadhari wanafunzi wake ni kama haya tulionayo sasa. Tunashindwa kujua ni nani aliye nabii wa kweli au wa uongo. Kama una Biblia hapo, angalia ule mstari wa 5. Ile injili hiyo Mathayo 24, angalia mstari wa 5. Uweze kujua kwamba tunashindwa kujua ni nani aliye nabii wa kweli au wa uongo. Mstari wa 5 unasema, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Mtu atakuja, atafungua kanisa, anahubiri kwa jina la Yesu, anatoa mapepo kwa jina la Yesu. Na mbaya zaidi, anakuja kwako, anakuwa ameshajua historia yako yote kupitia kwa majirani. Kila kitu unachokipitia, anafika kwako anasema, nimeona maono, nimeoteshwa, iko hivi na hivi. Na wewe unamkubali. Hivyo ndivyo tunavyodanganywa watu wa Mungu. Kwa hiyo tunashindwa kujua ni nani aliye nabii wa kweli. Jibu ni kwamba sisi wa Kristo tulioamini katika Kristo tumebatizwa, tumepata kipaimara. Katekisimu wa Dr. Martin
tuendelee kung'ang'ana hapo tulipo. Tusiyumbishwe na watu wanaotokea mara moja wanakuja kwetu wakitamka shida tulizonazo, kumbe wameanza kupeleleza kwa marafiki zetu. Wanafika kwako wanasema kwamba nimeoteshwa, nimeona maono, wewe na mke wako hamko vizuri, juzi si mligombana, kumbe aliyemwambia ni jirani yako. Na wewe unaanza kukumbuka, unasema Mungu wangu, na haya yote ameyajulia wapi? Kama sitamwambia mambo yangu huyu nimwambie nani? Na wewe unaanza kutiririka, unamwambia yote, na ukishamaliza anasema nipe fungu la 10 hapa, 100,000 niweze kukuombea. Wewe na mume wako mtakuwa vizuri, ndoa itastawi, watoto watasoma, kila kitu kitakaa sawa. Aba Kristo tukwantu imuka batubeiane. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, tuwe wavumilivu katika Bwana. Ninajua kwamba yapo mambo tunayoyapitia, ninajua yapo mapito tunayoyapitia, lakini yale mapito yasikufanye uiasi imani yako, yasikufanye utoke katika imani yako, usimame hapo. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi walivyo wengi, nao watawadanganya wengi. Yawezekana kati ya wale wengi na wewe umo miongoni, yale kwa wale ambao wamelengwa kupotezwa na wale ambao wamelengwa kuondolewa katika imani yao. Yawezekana na wewe umo miongoni. Yawezekana umeisha iasi imani yako. Tunakuona hapa asubuhi, lakini jioni unakimbilia kwingine. Kule una uhakika gani? Wamekufundisha msingi upi ambao umeukariri? Wao wanasimama na mstari mmoja, wanakuyumbisha na unakimbia kabisa ukiwafuata. Usiku wa manane unapiga simu yako kumwelezea shida zako, ambavyo na wewe Mungu anakusikia, sauti yako anaisikia. Ukisema Mungu, mimi nimekwama hapa, anakusikia. Ukiona mambo yamekuwa magumu, unaye kiongozi wako mkuu ambaye ni mchungaji, unaye kiongozi wako mkuu ambaye ni mwinjilisti, unao viongozi wako wa jumuiya, washirikishe hao, muingie kwenye maombi ukiwa unakubali kukaa katika imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Tusiyumbishwe na watu wanaoibuka mara moja tu wakitafuta kushibisha matumbo yao kupitia kwa fedha yako. Bwana Yesu asifiwe. Zipo dalili ambazo Bwana Yesu aliweza kuzitaja kwamba mkiona kati ya hizi, basi mjue kuwa siku za mwisho zinakaribia, kama sio kufika. Dalili ya kwanza alisema kwamba taifa litaondoka kupigana na taifa. Dalili ya pili akasema ufalme kupigana na ufalme. Dalili ya tatu akasema kutakuwa na njaa. Dalili ya nne akasema matetemeko ya nchi mahali. Haya yote ndugu zangu wapendwa, katika zamu yetu ya kuishi hapa duniani ni kwamba yashatokea, na mengine kati ya haya tumeisha yaona ni sehemu ya maisha. Kwa hiyo ni dhahiri kuwa siku za mwisho ni hizi, wala hatutazamii zingine. Ni kuomba neema ya Mungu ikatuvushe, kwa sababu tukianza ile taifa litaondoka kupigana na taifa, ni kipi ambacho hamkijui? Kwenye taarifa ya habari kila siku wanaripoti matukio, watu wanapigana, kufa na kuuana. Lakini pia jambo la pili, ufalme kupigana na ufalme. Unakuta chifu wa eneo fulani anainuka kwenda kupigana na chifu wa eneo fulani kwa sababu ya kugombania kiti. Wameelewa madaraka, wanataka wao ndio waongoze. Ufalme kupigana na ufalme tunaviona wote kwa pamoja. Lakini jambo la tatu, kutakuwa na njaa. Mpendwa mtu wa Mungu, kama wewe unao uhakika wa kupata mlo wa mchana na jioni, umshukuru Mungu. Kuna ndugu zetu wengine hawana uhakika. Hata leo hii sisi tupo hapa tunasali, lakini mwingine yupo anawaza anaenda kula nini.
nchi, mahali hata hapa Kagera yalishatukumba, mikoa jirani tunasikia matetemeko ya aina hiyo. Kwa hiyo ndivyo nilivyosema kwamba ni dhahiri kwamba siku za mwisho tayari zimefika. Ni kuomba Mungu aturehemu na akatufunike kwa damu yake ya thamani, ikatutetee, ili wale waliolengwa kufunikwa na hayo maasi, basi sisi tukavushwe tukaingie ngambo ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akatusaidie. Mstari wa 9 na mstari wa 12, hiyo Mathayo 24 mstari wa 9 hadi wa 12, anasema Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake kuwa wakati huo watawasaliti ninyi mpata dhiki, nao watawaua, nani mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Kwamba siku hizo zikija kufika, ninyi mnaoniamini mimi watawachukia, watawasaliti, watawaua, tena watawapeleka mabarazani. Kipi ambacho hamjakiona katika dunia hii tuliyomo? Mtu ambaye anakiri kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yake hapendwi na wengi. Ni kwa sababu yule mtu anasimamia ukweli. Ni kweli yule mtu anasimamia haki. Yule mtu anaongea ukweli. Lakini akisha simama sehemu akakemea jambo fulani, akakaripia jambo fulani, uje uone machukizo yatakavyosimama. Huyo mtu atachukiwa. Hata kama amemkemea mtu mmoja, yule mtu mmoja atajitahidi kuwakusanya watu 2, 3, 5, kuwaelezea kile kilichotokea, na anapindisha uongo. Baada ya ukweli anasema uongo, akimpakazia yule mtu aliyesimama kumkaripia. Na wale watu bila kujiuliza wanamkubali, wanasikiliza aliyoyasema, yule mtu wanamchukia. Wewe utaona hata katika jamii zetu, mtu ambaye anapenda kusimamia ukweli, awe kiongozi wa dini, awe kiongozi wa serikali, apende. Kati ya watu 100 watakaotokea kumuunga mkono ni watu 5. 95 wote wameegamia uongo. Wanaona anawanyanyasa, wanaona anawasumbua, anawanyima haki zao. Tunakimbilia wapi ndugu zangu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunaona kwamba nyakati hizi ni nyakati ambazo baadhi ya watu hawapendwi na hawataki kuambiwa ukweli. Mtu akikwambia ukweli, ndugu yangu, anakuwa anakupenda na anakutafutia maisha mazuri. Japokuwa shetani naye amesimama ili kupindisha ule ukweli, kuleta uongo, ili utukufu wake uendelee kutukuzwa huko shetani. Lakini sisi tuendelee kumpinga. Mtu anaposimama akakaripia jambo, tuliangalie kwa jicho la 3. Kweli ni kabisa ili analokaripia litatuletea matunda baadaye. Ukishaona kwamba kuna matunda mazuri, basi yule mtu muungane mkono, tembea naye. Usianze kumzuria mambo, usianze kuongea uongo juu yake ili na wengine wamchukie. Wakimchukia wewe una faida gani? Bwana asifiwe. Wewe una faida gani? Mtu wa Mungu anamchukia na wewe unafurahi. Unapiga vigeregere, unaendelea kuponda ili asipate na mungaliko mtu mmoja. Mungu atusamehe bure. Tunavifanya hivi kwa ajili ya kujiridhisha sisi wenyewe na kwa ajili ya faida yetu sisi wenyewe. Lakini mwisho wa mwisho haya mambo hayatakuweka salama. Yatakuwa laana kizazi baada ya kizazi. Utakuta haya unayoyafanya leo yatawafuata hata wajukuu na watoto wako uliowazaa wewe. Bwana asifiwe. Neno linachoma. Mungu atuhurumie. Bwana Yesu asifiwe. Ni nyakati ambazo tunapenda au tunafurahi kuumizana, kuchukiana. Haya mambo kwa baadhi ya watu wameyaona ni sehemu ya maisha. Hata akimuumiza mwenzake anaona ni kawaida tu. Mtu yupo tayari kutoa ushahidi wa uongo ili jirani yake afungwe gerezani, awaache watoto
na mke wake. Yupo tayari. Anaenda anasimama mbele ya hakimu, anasema uongo kama aliyekuwepo. Kama ulishawahi kufanya hivyo, omba rehema na toba, Mungu akusamehe. Unamsaliti mtu wa Mungu, anafungwa, anaiacha familia yake ipo katika taabu, kwa sababu yule baba ndo alikuwa anahangaikia familia ili watoto na mke wapate riziki. Leo hii unamfanyia unyama wa namna hiyo, na kitu haujakiona, unaenda kusimama kuongea uongo mbele ya hakimu ili upate faida gani? Sawa, hii familia haitabaki salama, lakini na wewe ya kwako haitabaki salama mbele. Tumkamo dunia. Bwana Yesu asifiwe. Hivi nikijaribu kuongea, unajaribu kupiga picha mahali na mahali mkawaona hao wanayoyafanya hayo, ni kuwaombea rehema na toba, Mungu akawasamehe bure. Ndizo nyakati za mwisho ambazo Yesu alizitabiri kwamba watu hata upendo wao utapoa. Kama haujapoa ni nini? Wewe unadiriki kumfanyia mwenzako unyama, aumizwe, alie, ahangaike, akose msaada, na wewe usimame pembeni uweze kumcheka, ufurahi na ule chakula kishuki. Wapendwa, mpendwao na Bwana, ukiwa na Yesu moyoni mwako utayapata maudhi mengi. Wengine watayasababisha makusudi wakiwa na sababu zao mbalimbali, lakini neno la Bwana leo linatupa tumaini kuwa mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Wapendwa watu wa Mungu, tunapaswa kuvumilia ili mwisho wa siku tuokoke. Nimalize na mfano wa mtu mmoja ambaye alikuwa ni mlokole, lakini jirani akamsababisha kuvunja uvumilivu, na mwisho wa siku yule baba kaulisi uzima ambao ulikuwa ni wa shetani. Niwape kisa kimoja. Mtaa X alikuwepo na bwana mmoja, jina lake nitalitunza. Huyu bwana alikuwa ameokoka. Sasa akawa na jirani yake aitwaye Matata. Sema Matata. Huyu jirani alikuwa mfugaji wa kuku. Kuku wao alikuwa akiwafungulia, wanatoka kwenye banda, wanaenda huku na huku wakijitafutia riziki. Wanapoenda kutafuta riziki ni katika shamba la bwana mlokole. Huyu bwana siku ya kwanza akawa mvumilivu wakati wale kuku wanaingia katika shamba lake. Mnajua wale tulio na mashamba jamani, unahangaika, unalima magugu, unatafuta wanawake wanakata nyasi ili utandaze na shamba lako lionekane katika ubora wake. Lakini huyu bwana Matata akiliangalia, anasema ngoja nije nikufundishe adabu. Anawafuga kuku kama 500 hivi, anawaruhusu wote kwa pamoja wanakuja katika shamba lako. Piga picha. Na wanakuja katika shamba la mtu ambaye ni mlokole sasa, ambaye huwa anastahili kutupiwa kila kitu. Yaani mlokole unapaswa hata ukiongelewa na kipi unashauriwa kunyamaza tu, kulirasi, yani kuvuta pumzi, Mungu akusaidie. Kwa sababu ukisema kwamba nianze kuongea, utayaongea mengi na utajikuta umemkwaza Bwana wako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu bwana, wapendwa, siku ya kwanza wale kuku wakaingia katika shamba lake, wakafanya ya kuwa. Huyu bwana akavumilia. Siku ya pili bwana Matata akafanya vile vile kwa jeuri na kwa dharau, akawaruhusu kuku wakaingia tena. Huyu bwana mlokole akavumilia. Nafikiri alikuwa anamwambia Mungu, nipe pumzi. Siku ya tatu ikawa hivyo hivyo. Nafikiri ya siku ya tatu huyu bwana mlokole hata chakula akikushuka. Sasa siku ya 4 yule bwana Matata akaendelea na kasumba yake. Yule bwana mlokole akaamua kuvunja ukimya. Sema kuvunja ukimya. Unaweza ukauvunja siku nyingine ukakuta ndo unatualiwa hivyo hivyo. Sasa huyu bwana akavunja ukimya.
akakata shauri, akashindwa uvumilivu. Aliposhindwa uvumilivu, akaingia ndani, akawaambia mke na watoto, akasema, ndugu zangu, ninaomba mniruhusu niingie chumbani nimvue huyu Yesu aliyenifanya niwe mvumilivu mpaka sasa, na vitu vyangu vinaendelea kuharibika, na huyu mtu namwangalia kama sioni. Akasema nikirudi nitamvaa tena Yesu, niendelee na maisha ya urokole. Hawa wakajua ni masiara. Bwana akaingia chumbani. Sasa sikujua Yesu alimwambia nini. Yeye anaposema nimvue, labda alisema kwamba ninaomba nikuache hapa Yesu, niende niyafanye nitakayoyafanya, basi nikirudi nitakuita tena uje ndani yangu. Yule bwana akatoka mbio. Lile shamba lake lilikuwa ngambo ya barabara, kama unavyoona tulivyo hapa. Mtu anatoka hapa kijifanya ni nyumbani kwako, unavuka unaenda pale kwa Bwana Venant. Sasa yule bwana, kilichotokea jamani wapendwa, kinaumiza. Anaenda kuvuka rami, tairi la gari likampitia. Na lilipompitia akafa moja kwa moja. Mke anashuhudia, watoto wanafanyaje? Wanashuhudia lile tukio. Wakaanza kujililia, hawa sina baba tena, huyu sina mme tena. Abanyansi Magoba wakaangalia lile tukio, walikuwa hawana namna. Yule baba wakambeba, wakamleta nyumbani, wakamfanyia usafi, tayari kwa maziko. Ndugu zangu wapendwa, ni mfano mfupi tu, lakini una mambo mengi ya kutufunza. Huyu bwana hatujui alikuwa na muda gani wa wokovu wake. Huku kote ameyavumilia haya yote, lakini amekuja kutishwa na huyu bwana matata. Tunafundishwa nini leo hii tunapofundishwa kuwa wavumilivu katika Bwana? Mpendwa mtu wa Mungu, unaweza ukawa unapakana na mtu, lakini ni king'ang'anizi, anakujaribu kila itopo leo, unatakiwa kumvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unatakiwa kumvumilia, kwa sababu huyu atakuja kukatisha safari yako ya wokovu. Huyu baba mlokole, katika ukweli ulivyo, hakuingia mbinguni. Kwa sababu gani? Yesu alikuwa ameisha mpaki sehemu fulani. Yawezekana na wewe kuna mahali unafika, unagibikwa na mambo ya watu wanayoendelea nayo juu yako. Unaamua Yesu kumweka pembeni, unasema niende niwashughulikie. Unawashughulikia namna gani? Unapoenda kusema nao, kuwauliza, unajikuta tayari unaendelea kutenda dhambi. Kinachostahili hapo ni kuendelea kunyamaza. Unaponyamaza, unanyamaza kwa watu, lakini kwa Yesu unaendelea kumlilia machozi. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni mume ndani anakusumbua, usitake kuyakimbiza kwa majirani na kwa watu kwenda kuongea kinachotokea. Wewe ni kumwambia Mungu, shughulika na mume wangu, shughulika na mke wangu, shughulika na shangazi, shughulika na mamdogo, shughulika na watoto wangu, shughulika na jirani yangu huyu. Na ni kweli Mungu ni mwaminifu, anashughulika nao kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapaswa kuwa wavumilivu. Tuwe wavumilivu mpaka mwisho. Bwana alibariki neno lake sasa na hata milele. Amen. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili ambalo Bwana unatukumbusha siku za mwisho. Ni kweli dalili zote ulizozitaja ukiwa na wanafunzi wako, ni kweli hata wakati wetu zimeisha tukia na tunaziona na zinaendelea kuwa katikati yetu. Tunaomba rehema na toba ya Bwana, ukatusamehe na kututakasa, lakini zaidi ya yote Bwana, tuma neema yako ikatuvushe mahali na mahali. Pale ambapo sisi hatuoni njia ya kutokea, wewe Bwana tengeneza njia, kama ulivyoitengeneza kwa wana wa Israeli walipokuwa wanavuka bahari ya Shamu. Tunakusihi Bwana ukatufunike kwa damu ya Yesu. Yawezekana hata leo hii yapo mauzi ambayo tumeshakutana nayo, yapo maneno ambayo tumeishaongelewa, lakini Bwana ukayafute kwa damu ya Yesu na utufanye tuendelee kusonga mbele. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini.